Karibu katika kipindi chetu cha elimu ya fedha sehemu ya kwanza, na katika kipindi chetu cha leo utaweza kuona mambo mbalimbali, moja ikiwa na nadharia kuhusu masuala ya pesa, na swala la pili utaweza kuona mambo ya kuzingatia unapopata pesa, na swala la tatu pia utaweza kujua mambo ya kujua kuhusu pesa. Kwa majina naitwa Philemon Legasira Bagoka, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha niliyoidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Pia ni mshauri wa masuala ya biashara. Kaa nami mwanzo hadi mwisho. Nadhani kila mmoja anaelewa juu ya masuala ya pesa au anafahamu nadharia kuhusu masuala ya pesa. Na kila mmoja atakubaliana na mimi kwamba pesa kikawaida ina mambo mengi, ndio maana kuna umuhimu wa kuweza kupata elimu kuhusu masuala ya pesa. Zipo nadharia nyingi sana kuhusu masuala ya pesa. Nadharia ya kwanza inasema pesa ina mizengwe. Watu wanasema kwamba pesa ina mizengwe, ukiipata haikai inapita. Ni nadharia ya watu tu, wanasema wazi na ipo wazi kwamba pesa usipokuwa na elimu kuhusu masuala ya pesa, wewe ukipata pesa inaonekana tu inapita, na watu wengine wanasema kwamba pesa ina mizengwe, ukiipata tu haikai inapita. Pesa, wengine nadharia nyingine wanasema pesa unaitafuta kwa shida, lakini kiukweli unaipata kwa shida, lakini pesa hiyo haifanyi nini? Haikai. Hiyo ni nadharia nyingine watu wanayoongelea kuhusu pesa. Na watu wengine wanasema unafanya kazi, pengine kazi ngumu sana na kazi hatarishi, na unapopata malipo yako pesa hiyo unakuta haikai. Kikawaida unatumia nguvu sana, unafanya kazi za hatarishi, lakini pesa yako, matokeo yako ikipata pesa ikosi, haikai. Yoyote ni ukosefu wa elimu ya masuala ya fedha. Pengine unakuta nadharia nyingine, mtu anapata pesa nyingi sana. Siku zote anakuwa na mtu anapata pesa nyingi, lakini ukweli hakai na pesa. Anakuwa ni mtu wa kuriaria tu, lakini pesa kiukweli anaipata, lakini mtu wa kuriaria. Nadharia nyingine tu, unakuta mtu anapata pesa nyingi, unakuta hata kiwanja hajanunua, hata nyumba hajajenga. Hiyo ni mambo tu yanayohusu pesa. Wakati mwingine unakuta mtu anapata mshahara mkubwa sana, anapata pesa nyingi sana, alipa mshahara mkubwa, wakati wote anapata mshahara mkubwa, lakini unakuta wakati wote analia tu, hana pesa. Anaweza kupata mshahara, hajapita siku 2, 3, 4, unamkuta hata shilingi 1000. Vijana wanasema buku. Pesa ina mambo mengi pia. Unakuta mtu anashinda kwa waganga ili apate pesa. Wakati mwingine anapata pesa zinayeyuka. Kwa hiyo pesa ina mambo mengi sana, ndio maana pesa imepewa majina mengi sana, zaidi ya majina 1000 na zaidi. Watu wanaipa majina kwa sababu ya namna ambavyo inaonekana, na imepewa majina mengi. Ukienda mtaani utakuta mtu anakuambia bana, pesa ni sabuni ya roho. Wengine wanaipa majina tu kwamba pesa wanaita mshiko, wengine wanaita mavumba, wengine wanaita mkwanja, wengine wanaita maokoto, kwamba pengine unaokota unapata, lakini matokeo yake unakuta hiyo pesa yako ya haikae. Sasa kuna mambo ya msingi. Kwanza tuangalie mambo ya kujua kuhusu pesa. Jambo la kwanza la kujua kuhusu pesa ni kwamba pesa, fedha wakati wote hazitoshi, na kadiri kipato chako kinavyoongezeka ndivyo vile matumizi yako yanaongezeka. Na kadiri unavyopambana kupata pesa, utaendelea tu kupambana, kwa sababu utafika wakati ukatosheka na kile unachokipata. Utaendelea kuunda miradi. Ndio maana unakuta mtu ni tajiri bado anaendelea kuunda miradi, kama unavyoona wakina Elon Musk wanazidi kuunda miradi mbalimbali ya teknolojia, na wamesha kupata pesa, lakini hawawezi ridhika na hiyo pesa wanayoipata. Ndio maana hapo panahitajika nidhamu ya kila kiasi, kila shilingi utayopata inahitaji kuwa na nidhamu. Swala la matumizi, kadiri unavyopata pesa matumizi yanaongezeka, majukumu yako yanaongezeka. Kwa hiyo mara zote pesa haitoshi. Hilo ni jambo la kwanza unalopaswa kulijua kuhusu pesa. Jambo la pili unalopaswa kulijua kuhusu pesa ni kwamba pesa mara zote inahitaji nidhamu. Hapa tunaangazia uwezo wa kuitumia, matumizi yako, bajeti zako, kwenda na matarajio yako uliyoweka.
Maana yake hapa ina maana kwamba maisha ya kila siku yanabadilika, matumizi yanaongezeka. Hapo ukipata pesa sasa, nahitaji kwanza uwe na nidhamu, namna ya kuweka bajeti yako, namna ya kuweka akiba na kuweka matumizi yako, ili uweze kuwa na mwendelezo mzuri na matumizi ya mazuri ya pesa. Swala la tatu ni masuala ya akiba. Lazima swala la kujua zaidi uwe na uwezo kuweka akiba, uwe na commitment ya kuweka akiba. Hii ni changamoto kubwa kwa watu ambayo inatukabili kwamba watu wengi changamoto walionao ni uwekaji wa akiba. Unapopata pesa uweze weka akiba, na unavyojua kuna mambo mengi ambayo wakati mwingine yanatokea kwa dharura, unakuta hauna hata pesa yoyote. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweka akiba. Na jambo jingine kujua kuhusu pesa ni kwamba pesa matumizi ya pesa hubadilika kadiri stage za maisha zinapokuwa. Kwa hiyo maana yake kama stage za maisha, kadiri unavyoendana na stage za maisha bila kujali kipato chako, matokeo yake utajikuta kwamba unakuwa na matumizi makubwa ya pesa. Stage za maisha pia hapa tunaongelea, na wewe unapopata pesa nyingi lazima uwe na elimu ya pesa, kwa sababu matokeo yako utakuwa ni mtu wa kusaidia kila mtu, kujionyesha kwa watu, tunaziita show up. Unafika sehemu unakuta wewe ni mtu wa kununulia tu, kila unapoenda unanunua watu vinywaji, unatumia pesa nyingi kuwafaisha watu, na matokeo yako baada ya siku 2-3 una hata shilingi 100. Kwa hiyo lazima ubadilishe tu stage ya maisha. Stage ya maisha ni kitu cha msingi ambacho unapaswa kibadilishe ili kuweza kuwa na mwendelezo mzuri wa masuala ya pesa. Kuna mambo sasa ya kuzingatia unapopata pesa. Hapa tunazungumzia nidhamu ya pesa. Kitu cha kwanza, unapopata pesa, iwe ni mshahara au umepata faida kwenye biashara yako, kitu cha kwanza ni kuweka budget. Lazima kabla ya kutumia pesa yako, lazima ni kujua ni kiasi gani cha pesa kitaenda kwa kila kipaumbele ulichokiweka. Tenga budget yako kwamba chakula bwana ni kiasi fulani, madeni ni kiasi fulani, akiba ni kiasi fulani. Hapa pengine unatenga kiasi pengine cha kumtolea Mwenyezi Mungu, unatenga kiasi. Kwa hiyo lazima uwe na budget. Weka budget, au tunasema ni kipaumbele ambacho kitaenda utakiweka kwa kila kipaumbele, kwamba bwana mimi chakula ni asilimia pengine 30 au 50, madeni asilimia 10, akiba asilimia 10, uwekezaji pengine na asilimia 10. Jiwekee budget ambayo itakuwa inakuongoza kabla hujaweza kutumia pesa yako. Ukifanya hivi itakusaidia kuwa mwendelezo mzuri na utaweza kufanikiwa katika masuala ya fedha. Kitu cha pili, baada ya kuweka bajeti yako, anza na kuweka akiba. Kwa upande wangu mimi ninavyofikiria na ninavyojua, mimi cha kwanza baada ya kutengeneza bajeti yangu naweka akiba kwanza. Nachukua sehemu hiyo nilisema kwanza nitaweka akiba, nitoa kwanza. Jiwekee akiba kwa ajili ya dharura au malengo ya muda mrefu. Inaweza ikawa ni elimu, inaweza ikawa ni unataka kujenga nyumba, inaweza ikawa unataka kulipa ada ya shule, malengo ya kustaafu kwa mbeleni. Pengine mama ni mjamzito, lazima sasa ujiwekee akiba ambayo utakuja kuitumia wakati pengine wa dharura, ambao ni muda ambao utakuta pengine utakuwa na shida ya fedha na uweze ipata. Kwa hiyo ni muhimu sana ujiwekee akiba kwa malengo maalum, kama ni masuala ya elimu, kama ni masuala ya ujenzi, ada, masuala ya uwekezaji kama vile unataka kuanzisha biashara au unataka kuwekeza kwenye masuala ya hati fungani, hisa na vitu mbalimbali. Kwa hiyo swala la pili la muhimu ni kuweka akiba. Swala la tatu, lipa madeni, kwa sababu yapo madeni pengine yanakuwa na riba, pengine umepata mkopo kutoka benki au taasisi yoyote ile. Kwa hiyo tenga kiasi ambacho unalipa madeni, kuzuia riba kuongezeka mara kwa mara ukajikuta umeongeza mzigo mkubwa. Na swala la 4 ni wekeza kwa busara. Njia za uwekezaji zipo nyingi sana, lazima uangalie ni njia gani ya uwekezaji itakupa faida. Uwekezaji unaweza ukafanya katika biashara, unaweza kufanya katika masuala ya fungani, hisa, kuna uwekezaji wa pamoja. Kwa hiyo angalia ni namna utakavyowekeza pesa zako kwa busara ili uweze kupata faida. Swala la 5 la muhimu
unalopaswa kuzingatia kuhusu fedha ni jifunze kuhusu fedha. Elimu ya fedha ni elimu pana. Kwa hiyo unapaswa uwe unajifunza mara kwa mara kuhusu masuala ya pesa. Unajikumbusha namna ya kutengeneza budget, namna ya kuweka akiba, namna ya kulipa madeni, namna ya uwekezaji. Kwa hiyo elimu ya pesa ni pana. Endelea kujifunza. Unaweza kujifunza kupitia mitandao, unaweza kujifunza kwa waelimishaji wa masuala ya pesa. Endelea jifunze mara kwa mara kuhusu elimu ya pesa. Na swala la 5 ni jifunze zaidi. Epuka matumizi yasiyo ya lazima. Hapa tunaongelea matumizi yanayoenda nje ya bajeti yako, ikiwa na maana unatumia pesa pengine kwa njia za anasa, unatoa misaada isiyo ya lazima. Wewe bana ukuzaliwa kwamba utasaidia kila mtu, au kuzaliwa kwamba utasaidia kila ndugu atakayokuja kwako kuweza kumsaidia. Pesa unayoipata hata kama una uwezo gani pengine inaweza isikutoshe kuweza kumridhisha kila mwanadamu. Basi lazima uepuke matumizi yasiyo lazima ili kuweza kuwa na mafanikio katika masuala ya pesa. Hayo ni mambo ya kuzingatia unapopata pesa.